Welcome again in our live recording studio. CP Media welcome you again as you are going to listen for us. Leo hii niko na mgeni wetu ambaye tunaenda kuzungumza na kuelimishana kuhusu maisha ya sasa na vile vitu ambavyo pia vinafanyika kwa sasa. Wacha nimkaribishe ili akaweze kujiintroduce, akaseme yeye ni nani na anatoka wapi. Karibu. Asante sana. Yeah. Kwa majina naitwa David Mutai. Mimi natoka Kericho. Unatoka Kericho. Yes. Good. Mimi ni mzazi ya watoto wengi. Kwa community yetu tunahesabu watoto. Tunasema wengi hata kama ni mbili. Oh. So mimi niko na watoto wengi na mimi niko na mjukuu. Asante. Yes. Kwa hivyo mse na kukaribisha tena mara nyingine katika studio zetu za CP Media. Hapa tunaelimisha jamii na pia kuhimiza watu kupitia sehemu mbalimbali. Yes. Na ndiposa nilichukua hii nafasi ni kualike katika hii studio ili ukaweze kuelimisha jamii, maana dunia yetu imepotea na inahitaji mafunzo kupitia kwenyu kama wazee. So pengine tu nikikuuliza swali langu la kwanza, najua ndipo ufikie mahali hapo umefikia, kuna changamoto za maisha pia umepitia. Kwa kiufupi tu nikikuulizia, ni mambo gani unayaona tofauti kwa sasa ukikompea na zile zama za kwenu mlipokuwa vijana, senye unaona ni kama dunia haiko sawa mbele zako? Asante sana. Kusema ukweli, nyakati zetu sio zamani sana, lakini ninaona ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yamebadilika, na hasa kwa sababu watu wengi wamekuwa wameelimika sana katika maisha. Mambo ambayo tunaweza kusema tunajua ni kutoka na elimu, na elimu inatokana na vitu ambavyo tunatazama wengine wakifanya. Elimu ni vitu vya kufundishwa na yale ambayo unayapitia tu ukiwa binadamu mwenyewe. Nyakati zetu nikisema ni kwamba tulikuwa tunasikiza sana mambo ya watu wazee ama watu wazima. Tulikuwa tunatega sikio, wanatuelekeza, lakini mambo yetu yote ilikuwa ni kama tunaambiwa na watu wakubwa ama wazee. Kwa sababu nakumbuka ya kwamba wakati nilipokuwa nikikua katika kijiji chetu, tunaambiwa ya kwamba yeyote ambaye ako rika ya mzazi ni mzazi wako tu. So lakini wakati huu tunaona ya kwamba kila mmoja amefundishwa na mambo ya dunia. Kuna mambo ya simu ambayo ni nzuri, lakini matumizi yake, jinsi tunavyotumia simu, imeleta shida sana. Lakini hata hivyo, kitu ambacho ningesema ya kwamba vijana ama watoto wetu ni lazima tena pengine wazazi hawajachukua jukumu sana kuwakaribia watoto na kuwaeleza mambo ambayo yanastahili. Kuna ukosefu wa nidhamu kulingana na jinsi tunavyosema ama tunapoona, na ninaweza kusema watoto wetu hawana nafasi ya kusikiza ama ya kuketi chini ama kuuliza maswali kuhusu mambo yote ya maisha. Ndiposa ninaweza kusema mambo yalienda mrama kwa sababu hawaulizi, hawasikizi, hawezi kukaa chini. They are always busy, yani wako na jukumu mengi ambayo hawezi kuwafanya hao waketi chini ili wasikize. Kuna watu wengi ambao wangependa kuwajulisha ama kuwaelimisha. Ya pili, kuna vitu inaitwa library. Library iko na vitabu vingi sana ya elimu, lakini hatuna nafasi hata kusoma vitabu hivi. Ndiposa hatuna ideas ama mafunzo kulingana na jinsi binadamu wanavyoweza kuendesha. Alright. Yes. Umezungumzia ya kwamba kitu ambacho kimechangia jinsia sasa kama kuwa imepotea ni kama vitu kama simu. Pengine nikikuulizia, simu inaweza changia aje kumharibu? Simu iko na mambo mengi. Simu iko na mambo mazuri, simu iko na mambo mabaya.
lakini ni nidhamu ya mtu binafsi ya kuchagua ni sehemu gani, which site kwa simu utaiendelea. Kama jinsi dawa ama madawa, tunasikia kuna dawa ya kulevya. Dawa haikuwa kitu kibaya sana, lakini kuna vitu ambayo inasemekana the misuse and the abuse of drugs. Jinsi anavyo hiyo tumia simu, kuna watu wanatumia simu kwa ubaya, kuna wengine wanatumia simu kwa uzuri, kwa sababu simu unaweza kujielimisha kupitia kwa simu. Mambo yote ambayo unayahitaji yanapatikana mle ndani. Lakini kuna mambo ambayo pia haiwezi kusaidia binadamu, inapotosha. Tukikula chakula fulani, tunakula ili tupate nguvu, ili tena tunenepe, tukue katika maisha. Jinsi nilivyokuwa, mambo ambayo unayatazama, mambo ambayo unayaona kwa simu, itakuwa vyakula vyako vya kiroho. Na hayo ndio itakufanya ukue mkubwa. Unaweza kuwa mkubwa kwa ubaya ama ukue mkubwa kwa mazuri. Kweli kabisa. Pengine tu tukiendelea, siku zenu ama tuseme siku sakale, inasemekana ya kwamba nguo hasikukua. Lakini saa hizi mitindo mingi imetokea ya nguo. Ukikompea saa hizi na maisha ya kale, kuna changamoto gani ambazo unaona katika jinsia sasa na mavazi wanaoivalia? Kwako ni sawa ama? Kusema ukweli, nguo ingawaje sikupata zile nguo za zamani, lakini nazijua, naielewa, na hata kuna sherehe ambazo tuna katika kimila yetu. Kuna sherehe ambayo ya tohara wa watu wanafalishwa nguo za zamani. Hata mimi mwenyewe nilivaa na ninajua na jinsi ndivyo. Lakini kulikuwa na nidhamu ya kwamba nguo zetu lazima tusifae kulingana na maadili ya vizazi hivyo. Na hasa tulikuwa ama watu wetu walikuwa nataka kuangalia ya kwamba uji wetu ufichwe. Lakini nyakati hizi unaona watoto wetu wavulana kwa wasichana ni kama kila mmoja anachagua tu jinsi anavyofaa. Ajali ya kwamba kuna siri, ajali ya kwamba kuna mambo ambayo tungeficha. Kila kitu ni my body, my way, my clothes, my things. So itakuwa ngumu kwa watu ama wazazi ama watu ambao wanaesa katika kanisa. Tunafundishwa maadili, lakini ukiona ya kwamba watu wengi hawapendi tena kwenda kanisa ama hawajaelezwa ama wahubiri hawajafundisha watu jinsi anavyotakikana wafundishe ili wapate kwenda kanisani. Na pengine tu kabla hatujamalizia sana, kulingana na semi yako, ni namna gani wewe vile unaweza ona jukumu sasa jamii inaweza tumia ili kurejesha hawa umri unaokuja katika njia inayostahili kama ile ya kitambo? Ya kwanza ningependa kusema ya kwamba mzazi angeanza kufundisha mtoto wake akiwa mchanga. Hiyo itamfaidi sana. Kwa sababu mkunje kama ngali mbichi. Yes. Mtoto akiwa mdogo lazima aelekezwe na mzazi na wale wote ambao wako karibu. Kwa sababu huwezi kufundisha mtu kama mimi mambo mapya. Pengine sielewi kwa sababu akili zangu zimekuwa na vitu vingi. Lakini kama wazazi ama wale watu ambao wanakaribia watoto wachanga from they were born, wakati anapozaliwa wanakuwa waone ya kwamba kuna maadili mema ambayo wanaweza kuchukua. Kwa sababu hata tukiungana katika kijiji, tukuje wote pamoja tuwafundisha hawa watoto, wamelelewa katika mazingira tofauti. Sasa hawezi kuelewa ama hawezi kupenda. So ningependa kusema ya kwamba wazazi waanze kufundisha watoto wako from the word go, kuanza mule, alafu hakikisha kwamba wanafundisha watu maadili ambayo yanafaa
kulingana na nyakati hizi, kwa sababu wakati wetu tungefundishwa na society but we no longer hatuna tena wakati kama kweli. Hapo zamani inasemekana ya kwamba kama ungefanya kosa hata mtu ambaye si mzazi wako angekupiga ili kukurekebisha na haungeenda hata kumshtaki mahali popote. Lakini sasa hivi ukipiga mtoto wa mtu unaweza hata ukafungwa. Siwezi kusema kumpiga mtoto inaweza kumsaidia, lakini mambo ya kale jinsi nilivyolelewa mimi ni kwamba mtoto ni wa jamii. Kila mtu ako na jukumu. Everyone has a responsibility in the village kuhakikisha ya kwamba watoto wa nyumba ile, hata wakati mwingine, wakati wetu ungepata mama ya nyumba ile anakuja kwa nyumba ya huyu atengeneze vyakula kwa watoto ikiwa wameenda safari. Hiyo ilikuwa communal thing, lakini siku hizi ukiona kila mtu na nyumba yake, kila mtu na mambo yake, na ukiguza ama uelekeza mtoto na mtu ya kwamba ungefanya hivi, wazazi wanaona ya kwamba kwa nini anahusika na mambo yangu, amechukua kila kitu ikuwe mambo yake. Sasa haitawezekana siku hizi kwa sababu kila mtu anataka kuwa kivyake. So haiwezekani kama jinsi tulivyokuwa, kwa sababu sisi tulikuwa na kitu ya community, alafu ilikuwa kulingana na kila mtu. So ningesema ya kwamba ikiwa tukianza mapema tutasaidia jamii, tutasaidia dunia na tutajisaidia sisi. Pengine tu tukimalizia, nataka tu uweze kupea jamii ama ni vijana wa sasa kuelimisha. Kuna wale wana give up na maisha, wanaingia kwa mihadarati, ili uweze tu kuwapa ile jambo la kuwapea motisha, hata kama ni kuna changamoto inawafanya wanaingia katika njia isiyo stahili. Ningewasihi vijana au watoto wetu, kwa sababu ninasema ni watoto wetu kwa sababu nikiwa na wasichana wataoleka na watu wengine. Kweli. Na nikiwa na kijana atalete msichana wa nyumba ile akuje kwangu. Na sijui ni nani ataletwa na wangu ataenda upande gani. Ningewasihi vijana ya kwamba msijiachilie. Kwa sababu maisha haya ni yako. Kama bado mzazi ama yeyote yule ambaye anakusaidia bado wako na hiyo nafasi ama jukumu ya kusaidia, usijiachilie. Ni lazima ujaribu kila uwezalo ya kwamba kuna maisha mazuri ambayo unataka, kwa sababu tukisema tumalize maisha yetu kwa kufanya mambo, hakuna mtu ambaye anafanya kitu kibaya na hajui. Yote ambayo mtu anajua ya kwamba kufuta sigara sio mzuri, kukunywa pombe sio mzuri, kufanya hii mambo mingi ya kuiba sio mzuri, lakini bado katika ile kutotii unapata watu wanafanya tu mambo ambayo ni mabaya, lakini bado wanafanya. So ningesi watoto wetu, please, watoto uangalia ya kwamba maisha haya ni zizi zote, mtakuwa watu wazima, na wewe pia utataka, hakuna mtu ataki maisha mazuri, lakini ni wewe mwenyewe uhakikisha ya kwamba umefanya bidii na usikize wale watu ambao tunaita experienced people. Kwa sababu mtu kama mimi, wakati ninaongea na watu, ninaongea si kwa sababu nilikuwa takatifu, ninaongea kwa sababu si kuwa mtu mzuri sana, lakini experience ya kwamba nilifanya kosa. Sitaki watu wengine wafanye makosa jinsi nilivyofanya. Nilienda mahali ambapo si kuwa nahitajika pale, lakini sitaki wengine waende pale. Niko na experience ya kumwambia watu njia hii sio mzuri, lakini tupitie haya ikiwa watatupatia nafasi. Kweli. Asante sana mzee kwa kukubali mwito wa kukuja katika studio zetu za CP Media. Naamini ya kwamba tumehimiza jamii na kuna mtu ambaye pia mahali amejengeka. Mara nyingine tena ukipata mwito huu, hisi kuwa huru na uweze kututembelea mara nyingine. Mungu aweze kukubariki kwa mawaida yako. Asante sana. Asante. Amina.